Jini huyu alikileta chombo chake kimeujiza. Pembeni kidogo kuna jamaa aliweza kuona. Mwamba alikuwa mtu wa dini na leo anashangaa kumuona mtu akifanya uchawi live. Huyu dada muda huo hajui kama kuna mtu kamuona, anaendelea kufanya mambo yake. Huyu jamaa anazidi kujiuliza, kwani yule anafanya nini? Kiufupi anachokifanya dada hapa ni mtego. Chap anauchukua mtandio wake na kuutandika chini vizuri kabisa. Baada ya hapo anakaa ili kusubiri watu wanaopita waweze kumpa msaada. Jamaa anajiuliza, huyu mwanamke mbona haonekani kuwa na matatizo yoyote? Inakuwaje anakaa pale anaomba msaada? Muda kidogo kuna jamaa anapita na alipomfikia huyu dada hakuweza kupita bila kutoa chochote. Mwamba alikuwa na roho ya utu, akaitoa pesa yake tayari kuangalia ni kiasi gani anaweza kumwachia huyu dada. Dada alishukuru na jamaa aliondoka. Ila kwa huyu jamaa aliyeko pembeni aligundua kabisa hapa sio bure. Mungu tusaidie. Huyu ni shetani amekuja kuchukua riziki za watu wako. Muda huo dada anafurahi tu, anaangalia jamaa katoa dola ngapi. Huyu mwamba akaona hata sio kweli. Hebu ngoja nisogee. Vanilla wa Boko. Vanilla. Mwamba alifika akamsalimia salamu aleikum. Binti hakujibu chochote, zaidi alimtazama tu. Mwamba anajiuliza huyu anioni au? Mwamba akamwambia dada, pole sana, japokuwa sijui una shida gani. Hapa nina kiasi kidogo cha pesa, naomba nikupatie, kinaweza kukusaidia pia. Jamaa akaingia mfukoni, akatoa pesa nyingi tu. Dada anamwangalia. Jamaa akasema, ila sasa hii pesa ningependa niiombee dua, ili hata uko unakwenda kuitumia, uitumie ikiwa na baraka zote. Hapo dada ndo akashindwa kumuelewa kabisa, na Mwamba anaisomea dua kabla hajaitoa ile pesa. Alipomaliza akamwambia, sasa hapa iko sawa, shika dada. Dada akasema, samahani we mkaka, usinitanie. Jamaa akamwambia, ni pesa yangu hii, haina shida yoyote, hebu pokea. Dada akamwambia, unanifanya mimi mtoto, umetumwa, sitaki pesa yako. Mwamba akamwambia, sister, mimi najua uko hapa kwa sababu ya pesa, na mimi hii pesa nimeiombea kwa Mwenyezi Mungu ili nikupatie wewe, kwa hiyo naomba nikuwekee humu. Dada akasema, samahani. Mwamba anavyozidi kumuona dada na wasiwasi, na yeye ndo anazidi kukazia umo. Akamwambia, dada, sioni kama kuna sababu ya wewe kukataa hii pesa. Nimeshanuia kwa Mungu, lazima nikupatie wewe tu. Alichokifanya Ushe ni kumwekea ile pesa kwa lazima. Ile pesa ilikuwa ya moto sana. Binti akaona huu moto sio, ikabidi akimbie. Niandikie kwenye comment umejifunza nini kupitia hii video. Na je, watu kama hawa wanaochukua nyota za watu wanastahili adhabu gani? Mimi naitwa Jizo Mastori. Ushone mwanga ukadani ni rahisi, kila ninachopata kina hadithi nyuma yake. Usitamani maisha yangu kama hujui ninapitia nini. Tabasamu langu linaficha mengi, moyo wangu umechoka kimya kimya.